Bismillahirrahmanirrahim. Kwanza nianze kuwasalimia ndugu zangu wasikilizaji wetu na watazamaji wetu wa chaneli yetu ya Waja Wema Waliobaki kupitia katika kipindi au mwendelezo wa kipindi chetu cha Busati la Waja Wema Waliobakia. Salamu ya watu wa peponi, salamu yenye malipo ambayo ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi wa ba'd. Na ndugu zangu wasikilizaji wetu na watazamaji wetu wa chaneli yetu ya Waja Wema Waliobakia kupitia katika kipindi cha Busati la Waja Wema Waliobakia, leo kwa mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia tuko ofisini na mkurugenzi wetu wa Waja Wema Waliobaki. Leo analo jambo ambalo anataka kutufikishia, lakini mimi kama afisa habari wa Waja Wema Waliobakia nichukue fursa hii na nafasi hii kukumbusha lile jambo letu la ujenzi wetu wa madrasa ambalo Waja Wema walipewa lile eneo kwa ajili ya kuweza kuijenga hii madrasa, na kwa namna moja au nyingine imefikia hatua nzuri, na kwa sasa tupo katika hatua ya umeme, tupo katika hatua ya ukusanyaji wa vifaa vya umeme, na alhamdulillah, kwa hakika kabisa Waja Wema hawajapatapo kutuangusha hata mara moja. Kila tunapokuwa tunawaomba jambo huwa ni wepesi na ni walaini wa kuweza kutekeleza, lakini spidi imeongezeka kupitia mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu malipo nayo yanaongezeka. Kama miezi mingine ukitoa shilingi 200 malipo yake utapata labda thawabu 10, si mwezi huu wa Ramadhani. Mwezi huu wa Ramadhani malipo yake ni maradufu zaidi. Hivyo ule mwitikio wa mwezi huu wa Ramadhani umekuwa ni mkubwa sana. Kwa sasa hivi mahitaji yetu ni vifaa vya umeme, na tulikuwa tunahitaji main switch hiyo ambayo ilikuwa inagharimu takribani shilingi 30,000. Shilingi 30,000 main switch ilikuwa inagharimu hivyo, lakini kulikuwa pia na vifaa vingine ambavyo tulikuwa tunavihitaji. Vifaa hivyo ni kama ifuatavyo. Kuna paipu 10 ambayo kila paipu moja ni shilingi 1,000, lakini kuna boksi 4, kila boksi moja ni shilingi 500, lakini kuna waya, alafu kuna double socket, alafu kuna engo holder. Kwa ujumla gharama hizi za hivi vifaa, vifaa aina takriban 13. Gharama yake ni shilingi 2,66,000. 2,66,000 vikipatikana, pesa hii ikishapatikana siku hiyo hiyo au kesho yake tutakwenda kuviweka hivi vifaa. Tutamuita fundi na ataviweka hivi vifaa ili zoezi lingine, turuhusu zoezi lingine la plasta liweze kuendelea. Hivyo kwa kuwa tuko katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani, na kwa hakika mwezi wa Ramadhani nao unaenda kwa kasi sana, niwaombe ndugu zangu Waja Wema Waliobakia kupitia katika kipindi hiki cha Busati la Waja Wema Waliobaki, hebu tukimizane na hizi kheri. Tupo katika 10 la pili, 10 ambalo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatueleza ni 10 la msamaha, ni 10 la maghfira, 10 ambalo Allah subhanahu wa ta'ala anawapa waja wake msamaha. Msamaha unapatikanaje? Rudi katika surati Al-Imran aya nambari 133. Allah anasema katika hiyo surati Al-Imran, a'udhu billahi minash shaitani rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lilmuttaqin. Allah tutaka mimi na wewe tunaohitaji msamaha wa Allah, hatutaki tena tuweze kutembea. Wasari'u, wasari kwa maana wabadiru, fanyeni haraka, harakisheni ila maghfira, kuendea msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala.
wa jannatun 'arduha samawati wal ardh, na mkisha upata msamaha wa Allah, malipo mtakayolipwa, pepo mtakayopewa, ukubwa wa hiyo pepo ni mbingu na ardhi. Ukubwa wa hiyo pepo, ukubwa wake ni sawa na mbingu na ardhi. Pepo hiyo uiddat lilmuttaqin, wameandaliwa wachamungu. Katika kuendea msamaha, maana yake ni kwamba tuweze kufanya ule musabaka, wasabiku, tushindane ila fi'li alkhairati, kwenye kutenda matendo yaliyokuwa ya kheri. Hebu tuchangamkie hii fursa. Matarajio yetu na matumaini yetu mwezi huu wa Ramadhani usiishe isipokuwa tufike angalau angalau hata 50. Sasa hivi tupo katika asilimia ya 20. Tunatafuta nyaya za umeme. Baada ya hapo tuingie kwenye plasta. Baada ya hapo tuingie kwenye floor. Basi angalau Mwenyezi Mungu mtukufu atuwezeshe, tukifika katika floor libaki jambo moja tu la kuweza jambo la choo. Tukishafika hatua hiyo tutakuwa tumefika asilimia 75, na kwa hakika kabisa hilo tukifika asilimia hizo tutaingia katika moja kwa moja kuifungua hii madrasa na watoto waweze kusoma, ili hayo mengine ya chooni na nini tutayafanya watoto wakiwa wanaisoma dini yao pale madrasa. Inshallah, mimi nisiwachoshe isipokuwa niwatakie Ramadhani karimu, lakini niwanasihi kwamba tuendelee kushindana katika mambo ya kheri, tufuturishane kwa wale ambao tunawaona ni wahitaji, lakini vile vile tusaidiane kwa wale ambao tunaona kabisa wana haki kuweza kusaidiana, lakini vile vile tukimbilie mambo ya kheri kama madrasa, mambo ya misikiti, kuweza kuiboresha na kujenga haya madrasa, kwa sababu malipo yanayolipwa katika mwezi wa Ramadhani ni maradufu zaidi. Wabillahi tawfiki. Ni mimi ripota wenu Maalim Msafiri Mkwayu, nikiripoti nikiwa katika makao makuu haya ya waja wema waliobakia. Inshallah, ila liqa. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Sijambo. Ujambo. Ni masiku mengi Kabisa. Waja wema wamekumisi. Kipindi cha busati la waja wema waliobakia, kipindi kimekumisi. Leo bila shaka nao watakuwa na mashaka na furaha. Karibu kwa ajili ya kuweza kuwaletea yale ambayo wanatarajia kuweza kuwaletea inshallah. Asante sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamul mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, Waislamu, waja wema waliobakia, kama jinsi tulivyopata kusikia taarifa kutoka kwa afisa habari wetu ndugu Maalim Msafiri Mkwayu kwamba kwa muda mrefu sana hatujapata taarifa yoyote hasa ya busati la waja wema wala kumuona mkurugenzi akizungumzia jambo lolote lile. Nikaona hapana, haiwezekani ya Ramadhani ikapita tu bila angalau kutoa taarifa yoyote hasa kinachoendelea ndani ya waja wema waliobakia. Jambo la kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, ametuwezesha, ametupa afya na kuweza kufika katika mwezi huu wa Ramadhani, katika 10 hili la pili, katika tarehe hii ya mwezi wa tatu na mwaka huu ambao unafahamika 2026. Na nimekuja hapa lengo hasa kutoa ufafanuzi au kutolea taarifa jambo linaloendelea ndani ya waja wema waliobakia. Naam, tunahitaji tusikie hayo. Waja wema kuna nini huko? Waja wema kuna mazuri tu. Waja wema kuna mazuri kwa sababu waja wema imekuja katika mkakati mmoja mzuri sana. Naam. Mkakati mzuri sana ambao waja wema tumewaletea. Allahu Akbar. Na katika miongoni mwa mkakati huo ndio basi waja wema tumezindua sare zetu, zile fulana, kanzu ambazo zitatumika kama waja wema, na advertise tu tumeanza na Waja Wema Media, kwa maana watendaji wa kazi wa waja wema watakuwa wanavaa hizi media wakati ule wa kazi.
Oh, ngoja mimi nilitinge mkurugenzi hapa. Sawa, unaweza kutinga. Ngoja nilitinge hapa. Na ukiangalia hata mimi mwenyewe nimevaa kanzu hapa ya wajawema waliobakia, kama vile mnavyoona kuna chata hapa, nembo hii ya wajawema waliobakia. Katika hali kama hiyo, haya yote ni katika miongoni mwa mikakati ambayo tunajiwekea na kujihimarisha na kujiwekea mizizi zaidi, hasa katika utendaji wa kazi, katika majukumu ya kuweza kuhakikisha wajawema inafanya kazi yake kwa uwazi, inafanya kazi yake kwa hali ambayo ya kuweza kujitangaza zaidi na watu kuweza kuifahamu wajawema katika namna kama hiyo. Kama jinsi mnavyomwona afisa habari ametinga fulana hii ya wajawema waliobakia kama jinsi mnavyoiona na hiyo ya media. Kwa hiyo katika mkakati ambao tumeweka kwa wale ambao watakaohitaji hizi fulana, hii media hatutaweka. Sawa. Kwa sababu media inahusiana na watu wa media tu. Naona isipokuwa tutaweka ile wajawema waliobakia mgongoni. Nembo ya wajawema. Nembo ya wajawema hapa mbele na huko nyuma wajawema waliobakia. Tunaweza tukaongeza maneno kidogo kusaidia. Kumsomesha dini ya Kiislamu mtoto aishie vijijini. Tunaweza tukaandika huko mgongoni maneno hayo. Baada ya wajawema ile maneno makubwa, chini tunaweka maneno madogo sana ambayo yanazungumzia hiyo. Hiyo itakuwa ni kama ni sare ya wajawema waliobakia. Hiyo katika upande wa fulana, kwa sababu tunawahitaji wadau hasa wajawema kujitokeza sana kwa ajili ya kuweza kutuunga mkono katika swala hili, na atakayehitaji, tumemsikia hapa afisa habari ametangulia kwamba atakayehitaji nguo hizi basi atatoa gharama ya shilingi 15,000. Hii itahusiana kulinunua fulana na kwenda kumwekea chapa hii haya maneno lebo ya wajawema waliobakia. Hivyo basi tunatoa wito kwa wajawema, ndio kama jinsi mnavyotuunga mkono katika majambo yetu haya, ndio basi tuunge mkono katika jambo hili la sala. Allahu Akbar. Na sasa hivi tutaweka utaratibu wa kuweza kupata wanachama. Sawa. Kwa sababu tunahitaji tuweze kukamilisha uongozi wa wajawema waliobakia. Sawa. Huo ni katika mkakati ambao tumeweka tukamilishe uongozi. Kwa hiyo kwa moja au nyingine dirisha la usajili liko wazi kwa sasa kwa watafuta wanachama. Dirisha la usajili liko wazi. Na utaratibu wetu ni kwamba atakayehitaji kuwa mwanachama hai wa wajawema lazima awe na sala ya wajawema waliobakia. Yaani kama utahitaji kuwa ni yaani katika mwanachama wajawema, basi sote ni wajawema, ila sasa kuna wanachama permanent wale ambao hao ukimwendea bwana wajawema tunataka hiki, yuko tayari. Sawa. Unaona, kwa sababu kuna wengine wajawema bendera tu wamekaa tu kwa ajili ya kukosoa. Yaani mjamwema lakini anakosoa, hapo bwana wanafanya hivi bwana sio. Unaona, kuna wengine wale ambao wanaingia kwa ajili ya mtonyo, masirahi. Kwa hiyo katenga ili anataka akiingia apate kula afike rahisi. Sasa wajawema tuko hivyo. Sisi na fikra ya wengi miongoni mwa wajawema wanasema ni wajawema mnakula. Tunakula sana. Ni kweli mkurugenzi, mnakula? Tule nini? Tunachukula nini? Vitabu. Labda tu tunakula vitabu, sawa. Kwa sababu wajawema sasa kusanya vitabu na nguo. Tunakula nini sasa? Hii ni ajabu sana, kwa sababu tunaambia sisi tunakula kwa sababu wewe unakuwa ndio vitabu na ngoja mimi nakuja kuchukua vitabu. Kwa kweli mkurugenzi, wajawema wanapowaona mara mko huku mara huku mara huku kule, wanakabidhiwa misahafu, wanakabidhiwa mizuo, mara mikeka, mara nguo, fikra za baadhi ya wajawema wanasema Maalim Hamisi Mtama, mkurugenzi wa wajawema alobaki, yule bwana sasa hivi ni milionea, anakula sana. Sasa unakula nguo au unakula mikeka? Ndio nauza swali hilo. Sasa nawauliza kwa sababu wanaponiona huku na kule. Napewa nini? Wao wanaona napewa nini? Wanakula unapewa nguo. Napewa nguo. Majuzuu. Masahafu. Basi ndio nakula. Sasa wanaulizaje nakula hapo? Wanaona nakula ni vitabu. Kwa sababu ndio wanapoona napewa vitabu, nguo, masahafu, majuzuu, iko hiyo. Hilo ni jibu la kwamba mkurugenzi anachokifanya yeye ni kujitolea. Kabisa. Hakuna chochote anachokipata zaidi ya kutarajia malipo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kati ya huyo aliyetoa na mpokeaji ambao ni yeye, ambao ni wakala tu, anapokea na yeye anakwenda kutoa.
Kwa hivyo kwa atakayehitaji kuwa mwanachama wa WAWEMA anatakiwa awe kama sisi, kama jinsi tunavyofanya, kwa sababu anataka awe kipaumbele kwa ajili ya kuweza kuwasaidia wengine. Hilo jambo la kusema anakula, hilo linakuja baadaye, sawa. Hayo ni matokeo ambayo yanakuja huko mbele, kwamba anakula anafanyaje, kwa sababu hata hayo malipo thawabu, si kwamba labda hapa ndo tunaona labda kuna kitu ambacho tunakitarajia huko mbele, na hayo ndio matokeo ambayo tunahitaji huko mbele, kwamba kuna matokeo yaliokuwa mazuri huko mbele, sawa. Katika hali kama hiyo, ndugu zangu waja wema waliobakia, wote ni waja wema, kwa sababu mja mwema ni yule ambaye atekeleza amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuacha yale yote ambayo kayakataza. Huyo ni mja mwema. Lakini kuna waja wema washiriki, ina maana hawa kwamba ni ukimwambia jambo basi basi yuko mstari wa mbele sana. Yaani muda wote ukimwambia mimi nataka nauli, naenda kufuata vitabu mweni, hapo anakupa. Bwana, mimi nataka nauli, nataka niende sehemu fulani kuchukua vitabu, hapo anakupa. Huyo tunamweka kama mwanachama au tunamweka kama mja mwema permanent, ambaye yeye yuko mstari wa mbele katika kuisaidia waja wema na kusaidia Waislamu wengine. Lakini kuna wengine wamekaa tu wanasubiria kwamba waingie, wakishakaa pale basi hii hapa imepatikana. Inatoka wapi sasa? Inatoka wapi? Kwa hiyo katika hali kama hiyo tumeweka mkakati wa mzuri wa kuweza kutengeneza formula ya uongozi, na tumeandaa haya matisheti, utakuwa na makanzu pia, lakini utakuwa na utaratibu maalum kwa ajili ya kuweza kuwasajili wanachama, na sheria yake ni kwamba ukiwa mja mwema basi upate angalau t-shirt au kanzu, ili itakuwa ni nembo chapa kwamba huyu kweli mja mwema ambaye ameshajisajili katika waja wema. Lakini ni jambo jepesi sana. Sasa lazima na t-shirt nini, ni jambo jepesi sana. Sasa tunapenda chati gumu, sio gumu, ni jambo jepesi sana. Ni jambo jepesi sana. Kwa hiyo natoa taarifa hiyo kwa waja wema waliobakia katika swala kama hilo. Na ukiingia upande wa pili sasa, hasa katika mwendelezo wa jambo haya kukusanya vitabu, nguo. Naam. Kabla ya kuweza kuingia upande wa pili au jambo la pili, mimi nitilie mkazo hapo, manake kabla ya kuingia kwenye agenda ya pili, hapa mkurugenzi anataka kusema ya kwamba anatoa taarifa ya majambo mawili. Jambo la kwanza, kuna t-shirt hizi ambazo zimeandaliwa, na hizi ni mahususi kabisa. Kwanza unapokuwa nalo hili, unaendelea kuitangaza waja wema waliobakia, lakini unapotangaza waja wema waliobakia, matokeo yake ni nini? Matokeo yake ni kwamba waja wema waliobakia, watu wengi watafahamu waja wema ni wakina nani hao. Atataka kujua. Akitaka kujua, maana yake atauliza. Akiulizwa, atajibiwa. Akishajibiwa, na yeye atakuwa ni mja mwema, atakuwa yuko tayari kuweza kusapoti majambo ya waja wema. Hii ni faida ya haya matisheti. Lakini la pili, anataka kutuambia mkurugenzi ya kwamba anakutangazia ya kwamba sasa anataka waja wema ambao waliosajiliwa. Haina maana kwamba yeye sasa sio waja wema, ndini ni waja wema, tena waja wema wazuri sana. Sababu kwa takriban miaka yote hii ambayo yeye mkurugenzi anawajia mbele yenu, hamjawahi kumwangusha. Hajawahi kutokea bwana sisi kwa sababu sio waja wema, hatujasajiliwa, kwa hivyo sasa hatutasapoti. Muda wote mlikuwa mmempokea na mnaendelea kumpokea. Na hii taarifa inayokuja hapa ya pili hapa, ninyi mtaona namna gani mnapokuwa mnampokea. Lakini anataka sasa mja mwema ukishajisajili kwamba ni mwanachama, umejisajili, inakuwa ni wepesi. Tukiwa 10, tukiwa 20, maana yake ni rahisi bwana. Sasa wanachama wenzangu, hebu wetu waje majuzuu 10, na hii majuzuu 10 wakitoa watu 20 ni majuzuu 200 hayo. Majuzuu 200 hayo ukishayapata tayari ni wepesi kuweza kufanya safari ya kuwapelekea ndugu zetu huko, kulikoni ile mtu mpaka aone, mpaka avutiwe ndio atoe. Lakini kunakuwa na wale watu maalum, hao wengine wataongezea hayo ambayo tunayoyahitaji. Kwa hivyo ni mambo mawili mkurugenzi anataka sisi kutufahamisha ndugu zetu, watazamaji wetu wa chaneli hii ya Waja Wema Waliobaki kupitia kipindi hiki cha Busati la Waja Wema Waliobakia. Maalim Hamisi Mtama, mkurugenzi wa Waja Wema Waliobakia, sasa anaendelea. Karibu. Asante. Na nikiendelea katika kuongezea hapo katika usajili ni kwamba kuna wale waja wema ambao wako kipaumbele sana kutoa. Yaani kila awamu wao lazima watoe. Kila awamu, yaani wako mstari wa mbele, na kila ukisafiri wao wanatoa. Hawa moja kwa moja wanaingia.
Yaani kuna mja mwema huyo anasubiria safari umwambie. Bwana, safari hii tunapeleka Arusha. Sawa sawa. Huyo mama hajawahi kukuangusha au huyo mja mwema hajawahi kukuangusha. Sawa sawa. Yeye bwana gharama yake ni shilingi ngapi, ni kiasi hiki, anatuma gharama hizo. Sasa mkurugenzi ndo anataka wanachama wa sampuli kama hiyo. Asante sana. Kwa hiyo watu kama hawa wao wanaingia moja kwa moja. Yaani haina kupepesa. Kwa sababu hawa ndio wanaifanya mpaka wajawema imejulikana, na kuna wale ambao huwa wanatoa vitabu vyao ukishafika wakati wa kusafiri wanatoa, ukishafika wakati wa kuchangisha wanatoa. Hawa pia wanaingia moja kwa moja kwa sababu hawa ndio katika miongoni ambao wako mbele. Lakini kuna wengine tu wanakuwa tu mshabiki tu wajawema bana, mimi napenda wajawema kazi zao tu. Sasa watu kama hawa tu sasa waje ili natu tuwafahamu na tumpe mikakati kwamba wajawema mikakati yake ni hapa kwa sababu kuna mambo mengi sana ambayo yatakuwepo hasa katika upande wa wajawema. Yaani yajayo yanafurahisha zaidi. Sawa sawa. Kwa hiyo katika hali kama hiyo, na tukizungumzia upande wa pili kutokana na kazi ambayo inayoendelea hasa ya ukusanyaji wa vitabu, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tuna mzigo wa kutosha. Mzigo uliokuwepo wa kutosha. Leo ni mwezi 13. Ramadhani 13 leo, chungu cha 13. Mzigo mpaka sasa unasema tuna mzigo wa kutosha, tena sio mzigo wa awamu moja, yani sio mzigo wa kusafirisha mkoa mmoja au ile awamu moja, kwa sababu tuko awamu ya 12. Sio yani tunaweza tukapiga awamu ya 12, awamu ya 13 mpaka awamu ya 14. Kwa mzigo uliokuja ndani ya masiku haya 13, unao uwezo wa kuyasafirisha kwa awamu 3. Awamu 3. Huu ni mzigo mkubwa kiasi gani huo mzigo? Watu wameitikiaje kwa wepesi kwa muda mfupi kama huu? Sababu tuna siku 17 ili tumalize mwezi wa Ramadhani na jambo la safari liweze kufanyika. Ramadhani kwa watu tayari mzigo umepitiliza malengo. Na hivyo tunakuhitaji upitilize, kwa sababu tunahitaji hata awamu 20. Yaani tunahitaji hata mzigo wa kusafirisha awamu 20. Yaani tunahitaji sisi tusiwe na wasiwasi. Yaani tutapata wapi vitabu vya kuwapelekea Kondoa? Tutapata wapi vitabu vya kuwapelekea Tanga? Tutapata wapi vitabu vya kuwapelekea? Hamtaki stress hizi. Hamtaki. Tunataka tu bana ni Tanga, tunachukua tu store. Tunafungua store pale. Tunabeba safari. Ni hizo 500 ni salafu 50 safari. Tunahitaji hivyo. Mkurugenzi, kama leo ni mwezi 13 na mzigo uko wa kutosha kusafirisha angalau hata kwa awamu 2-3, mimi na imani ya kwamba utapata zaidi ya awamu hizo. Kwa mwitikio huo. Na bado tunawaomba wadau waendelee kutoa. Sawa. Waendelee kutoa. Na hapa kuna SMS, kuna watu wanatufuatilia. Kuna SMS tayari shaingia hapa. Sawa. Ya kwamba kuna mama anazo nguo zake za kutosha. Baada ya kipindi tu tunahitaji kuja kufika. Baada ya kipindi tunaenda kutoa mzigo wa nguo. Naam. Baada ya kipindi tu. Na jana umeingia mzigo wa nguo. Na kuna mzigo wa vitabu huko maeneo ya Mwananyamala anahitajika ni katika vitabu. Ndugu zangu wasikilizaji wetu na watazamaji wetu, kupitia kipindi chetu hiki cha Busati la Wajawema Waliobakia, kwa hakika huu ni utamu, hauchoshi kusikiliza, uchoki kabisa kusikiliza. Unatamani uhondo huu uweze kuendelea, mkurugenzi aendelee kutiririka, lakini naye na mambo mengi. Leo hivyo kama tu imekuwa ni dharura tu, kama hapana, sio vyema ndugu zangu Wajawema Waliobakia waweze kunimisi kwa siku zote hizo. Mimi sijawapa chochote kinachoendelea, akaona leo nitenge angalau nusu saa niwafikie ndugu zangu, niwaeleze ndugu zangu, niwape taarifa, niwape habari wasikilizaji wetu na watazamaji wetu wa chaneli yetu ya Wajawema Waliobakia. Kwa hivyo yapo mengi na mengi, lakini kwa sababu muda nao si rafiki, tumuombe mkurugenzi angalau kama lipo ambalo limesahaulika angetamani kuweza kutufikishia, basi alifikishe hilo, halafu tuombe dua, tuombe dua ili tuweze kufunga kipindi chetu hiki. Mkurugenzi, muda nao unakimbia, dakika zetu ni 30 tu. Sasa tunazo dakika 7. Hizo
Karibu, kama kuna ambalo lingine ungependa kushare na waja wema waliobakia kupitia hiki kipindi cha Busati la Waja Wema waliobakia, na unaona kama vile atakusahaulika hilo, basi karibu ili uweze kushare nao chao. Asante sana. Dakika 7 nyingi sana. Mimi nitatumia dakika 3 tu. Inshallah. Nitatumia dakika 3 na sio kama zitafika. Mimi ninachokiomba au ninachowaomba waja wema waliobakia. Naam. Kwanza tuipendeni waja wema. Tuwe na mapenzi ya waja wema waliobakia. Kwa sababu waja wema waliobakia, kazi ambayo wanaifanya ni kubwa. Haijawahi kutokea. Ndo kwanza naiona waja wema hii inafanya kazi hii ya kuweza kukusanya vitabu. Sio kwamba hakuna ambao wanaweza kufanya. Sawa? Ila wanafanya kwa msimu. Sawa? Na matukio yake yanaonekana kwa mara moja tu imezidi. Naona, lakini waja wema waliobakia tangia imeanza tunatoa taarifa kwamba tutakuwa na miezi mitatu kila mwaka tutapiga mara 3. Kwa maana kwa mwaka mara 3 tutakuwa tunazunguka katika baadhi ya mikoa na wilaya, kwa sababu huenda mkoa mmoja tunaweza tukapeleka hata mara 3 au mara 4, kutokana tuna vigezo vyetu. Sio kwamba labda tunapeleka hapana, tuna vigezo vyetu vya kuweza kupeleka sehemu husika.